الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mheshimiwa mgeni rasmi Bi Fatma Kikvis ni mratibu wa Jumuiya ya Maridhiano ya Amani Tanzania JAIMAT na ni balozi wa amani duniani kwa tiketi ya wanawake nchini Korea Kusini. Waheshimiwa viongozi wa JUAKITA BAKWATA mkoa, wilaya na kata zenu, ndugu zangu wa taasisi ya Bi Aisha Sururu Foundation, ndugu zangu mliohudhuria hapa kwa taasisi mbalimbali kwa nafasi zenu, naomba tujue kuwa itifaki imezingatiwa, lakini iwapo mama zetu, mamangu Bi Mwantum Malale yupo hapa, naye kipenzi changu Ukhti Khadija Abla Khadija Alialwi kaingia, lakini nao wengi wote ni wapenzi wangu, kina mama wa madrasa, wageni waalikwa, jaula, wote ndugu zanguni, natambua uwepo wenu na karibuni sana katika ushirikiano huu mlionionyesha. Mgeni wetu rasmi amekuja kwa niaba ya Mheshimiwa Mwanaidi Ali Khamis, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na makundi mbalimbali, ndio alikuja kumwakilisha hapa. Alikuwa aje yeye, lakini amepata dhurufu kwa kazi zake, amemwakilisha Bi Fatma kuja kumwakilisha yeye. Tumefurahi sana na tunamshukuru sana kwa ushirikiano wake aliotoa ili kutupendezesha jambo letu hili. Ndugu zangu kina mama, leo ni siku ya furaha sana kwetu. Tunayaona mashindano mengi ambayo yanasoma watoto wa kiume na watoto wa kike na kina mama, lakini leo tumepata fursa iliyokuwa nzuri kabisa. Tumekusanyika kina mama na watoto wetu wa kike watupu, na wamesoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni fahari iliyoje na ni raha iliyoje kuona watoto wako mbele za mama zao wakiwasikiliza wanaposoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii moja ni malezi. Mtoto yoyote humfuata mzazi wake alivyo. Ukimuona mtoto mama yake yuko sawa sawa lakini yeye hayuko hivyo, basi ni moja katika mitihani ambayo Mwenyezi Mungu anampa mja wake. Lakini mara nyingi mtoto kiigizo chake anakuwa ni mama yake, kwa sababu ndiye aniyemlea, anukaa katika tumbo la mamake mpaka akazaliwa na akamlea mpaka akakuwa akaweza kujitegemea mwenyewe kwa kupata taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo leo wazazi, mujipongeze ile nafasi yenu ya uzazi, mmewaonyesha watoto mko mbele yao na wao wamesoma kwa furaha, kwa kuonesha nini, mama zetu wako hapa. Mwenyezi Mungu atakulipeni la kila kheri. Lakini nikwambieni wazazi, wakati tuliokuwa nao ni mgumu sana. Mambo haya msituachie sisi maukti tu. Tunatakiwa tuwe nguvu moja kuhakikisha mmomonyoko wa maadili haupo kabisa. Tutengeneze vizazi vilivyokuwa vya kheri anavyoviridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vizazi ambavyo sisi tutakapoondoka basi iwe ni mifano mizuri katika jamii kwa watoto wetu. Nyinyi mnajua hali halisi ilivyo kwa sasa. Naangalia watoto namna walivyo, si wa kike si wa kiume, na utandawazi ulivyokuwa wazi zaidi, basi watoto wamejisahau kabisa. Hakuna vitu ambavyo vitapelekea watoto wetu kurudi nyuma, ni kufanya mambo kama haya tunayoyafanya, na kuwapa moyo
na kuwashirikisha na kuwaonyesha thamani kuwa tunawapenda na tunawathamini, na wanavyofanya vile vizuri basi tunatakiwa tuwapongeze. Lakini tuangalie vile vile mfano, tunaye mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, ameongea sana kuhusu maadili, anaongea sana kuhusu watoto wa kike na wa kiume. Japokuwa watoto wetu utandawazi umezidi, lakini anataka wazazi tusimame katika nafasi yako. Mzazi ukisimama katika nafasi yako, hakika na Mwenyezi Mungu atasimama pamoja na wewe na utafanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu atayaridhia. Ndugu zangu, tujitahidini sana kuwapeleka watoto madrasa. Tuna tatizo kina mama, lazima tuambizane kweli. Mtoto wa kike akishabaligha madrasa amemaliza, ni makosa. Mtoto akishafika darasa la 7 madrasa kwake haipo tena. Hatujamaliza kulea kwa kiwango hicho. Hakikisha mtoto anaacha kusoma madrasa basi anaolewa, lakini akishaolewa na kazi zake zote, lakini awe na darasa la kina mama. Ndio kufanikiwa kwa watoto wetu, kwa sababu anaposoma dini mtoto wa kike inatengezeka nafsi yake, inajaa imani nafsi yake, anaweza kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini atajua namna gani anatakiwa aishi na jamii, nani amhurumie, nani amsaidie, nani anatakiwa awe karibu naye, bila kuwapeleka madrasa wakajengwa imani zaidi. Ndugu zangu, tutapata hasara watoto. Lazima tukubali kubadilika, watoto wasome madrasa. Huwezi tafuta mwalimu nyumbani asome, lakini mimi nashauri peleke katika madrasa, ichunguze madrasa, madamu iko sahihi, peleka mtoto wako, utaona matunda yake. Lakini watoto tukishawasimamia sehemu moja tu, no, tunatakiwa wasome masomo yote. Lakini hawa bado wanaendelea na maisha, watakuja kuolewa hawa, watakuwa na familia zao hawa, wataingia katika familia ya mume hawa. Watoto wetu ikiwa hajapata maadili mema, vipi anakwenda kuishi? Na ndio maana sasa ndoa nyingi zinavunjika, sababu tukiangalia ni watoto kutokupata malezi sahihi, kuijua dini vizuri, kujua nafasi ya mumewe ni ipi na nafasi yake ni ipi katika nyumba. Madhara yake ndoa nyingi zinavunjika. Mwaka, miezi 2-3, mambo mengi yamefanyika, gharama nyingi zimepotea, lakini ndoa hazidumu. Tunabakia kulaumu. Watoto wa kiume hawasikii, watoto wa kike hawasikii. Kwani sisi alitulea nani tukasikia? Mpaka leo wao kwa nini wasisikie? Lazima wazazi tutafute vyanzo vya matatizo, si kwenye ndoa tu, hata maadili. Lazima ifike mahala umchunguze mtoto wako ana rafiki wa aina gani. Na watoto wetu wa siku hizi kwa kuwa wamesoma sana hawataki kuambiwa. Simama nafasi yako mzazi, na Mungu akushuhudie kama wewe umefanya kazi yako sawa. Lakini ukimwachia mtoto ukasema huyu haelewi au hasikii, hakuna asielewa wala asiyesikia. Leo tunawaona wale. Kawalea nani? Tumewalea sisi wenyewe. Na wa majumbani tunawalea sisi wenyewe. Tukubali kubadilika. Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma alizieni. Mwenyezi Mungu hataibadilisha kaumu, manake watu, mpaka watu wenyewe wakubali kubadilika. Tufanye mapinduzi sasa kina mama. Ukitoka hapo fanya mapinduzi, mtoto wako, mtoto wa ndugu yako, mtoto wa jirani yako, hakikisha shawishi aweze kusoma dini, ajengwe imani sawa sawa. Lakini hawa tunawatarajia kuwa kizazi cha baadaye, tuwapate mawaziri, tuwapate pale wabunge
Kama hatukuwalea katika maadili mema na tabia nzuri, watakuja kufanya vipi kazi zao? Kwa sababu dini ni akhlaq, dini ni tabia ndugu zangu, na tabia ni yale mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa dini hao hatuwapeleki madarasa. Watajuaje hao kusema ukweli? Watajuaje hawa kuhudumiana? Watajuaje uadilifu? Lazima tufike mahali tukubaliane, tukubali watoto warudishwe madarasa, lakini tuziangalie madarasa vizuri, tuangalie muda mzuri wanaotoka madarasa. Mzazi ufatilizie nyendo za mtoto wako na wa jirani yako, lakini hata wa ndugu katika familia, ili tumsaidie Mheshimiwa Rais aweze kuja kupata kizazi ambacho baadaye hata akistaafu basi aone kweli tunao watoto walikuwa wema. Umu Salama Madrasa, Umu Salama Madrasa iko kwa ajili yenu, na kazi nzuri sijisifu mmeiona. Kwa furaha leo nilipokaa pale machozi yalinitoka, nikasema ni mimi na wenzangu walimu, lakini kumbe hakuna linaloshindikana, ni kuamua tu. Ukiamua, ukitawakkal ala Allah, kila kitu kinawezekana. Yanawezekana wazazi kufanya haya na makubwa kuliko haya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ni kuamua kufanya tena kwa ikhlas, kwa la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Baada ya kuyasema haya, nimkaribishe mgeni rasmi kwa heshima na taadhima, aje azungumze. Kama nilivyosema, amemwakilisha Mheshimiwa Mwanaidi Ali Khamis, basi kwa niaba yake namkaribisha sana aje azungumze na kina mama mliohudhuria hapa, ili tuweze kufaidika naye, mawazo yake, fikra zake.